Kuna watu inawezekana wanapata wanachokihitaji au wanapata wanachokitaka, lakini kuna watu ambao tuko wengi sana tunapata kinachopatikana, yani tunakula kinachopatikana, hatuli tunachokitaka, tunakula kinachopatikana. Kitendo cha kula kinachopatikana au kupata kinachopatikana, yani kujikimu kwa kile kidogo ambacho uko nacho, hata kama hakina ubora au hakitoshi, lakini ndio unapambana na hali yako, unakuwa kwa urefu wa kamba yako, ndio unatumia msemo huu make do, una sound vizuri. Mfano ukisema I don't have iPhone 17 to record my video content, I will make do with my iPhone 12 Pro Max. The hotel was full, so we made do with the sleeping in the cars. Hoteli ilikuwa imejaa watu, vyumba vyote vilijaa. Kwa hiyo ikabidi tupambane na hali zetu, wengine tukakaa kwenye magari. Sentensi ya tatu unaweza kusema we don't have enough chairs, we will make do with the floor. Jamani, hatuna viti vya kutosha, kwa hiyo jamani, tujibanze kwenye floor, wengine tukae tu sakafuni, haina shida. Kwa hiyo unatumia make do. Una sound vizuri, unaongea Kiingereza kizuri. Bila shaka umeelewa vizuri matumizi ya make do. Unaitumia hiyo kwa tafsiri ya kujikimu kwa kile kidogo ulichonacho, unakula kwa urefu wa kamba yako. Maneno mengine ambayo yanakwenda sambamba na expression hii unaweza kusema get by au katumia survive au handle au cope with. Ndio tunatumia hivyo. Kupambana na hali yako. Jifunze kupambana na hali yako. You will have to make do with something you have. Okay?